Katika kwa nabebaga mizigo nikakutana na mtu akanambia bana, tuchukue hizo mbuzi tupeleke Ukerewe. Sasa Ukerewe ni kwenye kile kivuko cha Ukerewe. Sasa mzee baada ya kuchukua zile mbuzi kanambia bana, hela atanipatia kule. Sasa yule mbuzi mimi sikujua kama ni wawizi, ni mtu tu alinishikisha tubebe na ni mwaya. Baada ya kufika Usagara Nyashishi nikawa najikuta nalia kama mbuzi. Nikiwa kwenye watu wengi ile sauti haitoki, lakini nikitembea mwenyewe nalia kama mbuzi na kula majani na nini. Ikawa ndio hivi ninavyozukata nikuwa Moshi nalia kama mbuzi. Mbuzi ni mimi nilimkuta mtu wanao barabarani akanambia bana, tuchukue mbuzi tupeleke sehemu fulani. Mimi sikibeba, sitajua ni ya uwizi au ni ya kwake. Kama nilishirikishwa tu kubeba ule mbuzi kuvuta. Mama pale ngambo pale wenye timba ambao ndo akamuita huyu jamaa. Akaambia wewe mbona unaonekana ni mtu ambaye umevaa vizuri alafu unalia kama mbuzi? Akasema jamani, hata mimi sipendi kulia kama mbu. Hata mimi sipendi kulia kama mbuzi. Imekuja imenitokea tu hivi. Nilikuwa niko huko Mwanza, ndio kasa anaeleza kwa Mwanza mahali nilikuwa. Wasema nilikuwa huko Mwanza nikabeba mbuzi kama kibega. Basi kutoka hapo ndo nikaanza kulia kama mbuzi. Anasema ameenda paka kwa ndugu zake lakini wameshindwa kumsaidia. Anasema akiwa kwa watu halii, lakini akishapiga hatua 2 au 3 mbele analia. Amefika maeneo ya hapa tukamkuta analia kama mbuzi. Sasa kwa staili ambaye analia kama mbuzi, sisi tukasema ngoja tumkague tumjue kwamba anajifanyisha au anaigiza. Lakini kwa staili tuliomuona, ukikaa naye hapa ali, ukimwachia kama dakika 15 akiondoka umbali mrefu analia kama mbuzi. Kwa jinsi alivyotupa maelezo, anasema ni mbuzi ambaye wale tunaitaga ni mbuzi wa sokoni. Wanaikatisha, unakuta mjini mbuzi anaruka kwenye barabara kama mtu. Kwa hiyo anasema walivyomokota mara ya kwanza wakampakia kwenye boti, wakavuka naye kwenda kumuuza. Wa pili wakasema sasa tunamchinja. Walivyomchinja wamekula, wanakaa wanalia kama mbuzi.